Kuna aina tatu za holding companies. Kwanza tukianza, holding company ni nini? Ni kampuni ambayo inashikilia vitu. Aina ya kwanza ni pure holding company. Hii pure holding companies yenyewe lengo lake kuu ni kutunza assets, kwa maana kwamba umiliki wa hivi vitu vyote jina lake ni holding company. Lakini kujiingizia pesa yenyewe, anajiingizia pesa kwa kuholdi makampuni madogo madogo ambayo yanakuwa chini yake. Lengo kubwa ni kwamba haya makampuni madogo yote mali zake hazimilikiwi na makampuni madogo, yanamilikiwa na kampuni kubwa, ili makampuni madogo yakishtakiwa mali zake zinakuwa bado safe, kwa sababu mali zinakuwa sio za kwake, zimeazima kampuni kubwa. Pili, mixed holding company. Mixed holding company hapa ni kwamba yani umesajili kampuni, umeanza kufanya zako biashara, lakini ukaona kuna industry ambayo unataka kushirikiana na mtu mwingine, ambaye huyu mtu mwingine nikimuingiza ndani ya kampuni yangu hii nyingine ambayo inafanya vitu vingine, ataanza kunufaika na vitu ambavyo yeye alivikuta, lakini nataka kufanya naye kazi kwenye kampuni. Siwezi kumuingiza ndani kwenye kampuni yangu ambayo tayari inafanya biashara muda mrefu na inaingiza pesa nyingi. Kwa hiyo yeye huyu tutafungua naye kampuni jipya ambayo itakuwa mimi na yeye tutafanzisha. Lakini hapa kwenye kufungua kampuni dogo, sio lazima wewe ndio utoke sasa ufungue liwe kampuni linalojitegemea. Hapana, ni kampuni lako kubwa linaamua kuingia kwenye industry nyingine, lakini inaweza kufanya partnership na mtu mwingine. Kwa hiyo inafanya biashara, lakini vile vile inamiliki makampuni mengine. Alafu cha tatu ndo nakuja kwenye intermediate holding company. Ni holding company ambayo inamilikiwa na kampuni nyingine. Yaani ni kwamba kuna kampuni ambayo linafanya bikazi zake, limeamua kufungua kampuni kingine ambako hako katakuwa maalum kwa ajili ya kulinda mali. Japokuwa na kenyewe kakitaka, kwa mfano kwenye hizi mali ambazo kanazimiliki, mali zote za kampuni hizi na operation nyingine, kanataka kafungua na kenyewe tawi mengine ya makampuni, labda kampuni kutokea kwenye industry tofauti bila kenyewe kufanya operation yoyote. Kwa hiyo inakuwa ni structure intentionally, mali zote zinazofanyika kwenye operation zinakuwa protected na zinatenganishwa na operations, ili inavyotokea kushtakiwa, kudaiwa ama kuchukuliwa hatua za kisheria, haziwezi kugusa mali zako, kwa sababu ukienda mahakamani kwa kisheria wewe tayari ushapiga hatua mbili mbele. Na ukitaka kuweza kupata structure kama hizi na kuweza kuhakikisha unaweza kujua kwa jinsi ulivyo, kwa scenario yako, ufanye nini, usajili kitu gani, ufanyeje, hapo chini kwenye caption kuna namba ya simu. Piga hiyo namba ya simu, mimi na timu yangu tutakupokea na tutakusaidia kuweza kusajili structure sahihi kwa ajili yako. Ama unaweza comment neno usajili hapo chini, then mimi binafsi nitakutumia DM kwako utaratibu ambao unaweza kufuata kuweza kufanya kazi pamoja na sisi.